kiachiliwe juu yako. Ndio maana hata mhubiri alituambia kukumbusha au kutupa kisa ya bwana mmoja ambaye yupo na mganga yuko duniani. Akasema kwa kweli ungekuwa mwana wa mfalme ungeweza kutumia mama. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo wewe kama bado hujafanyika kuwa mwana, hebu chukua nafasi hii ili upewe mamlaka. Baada ya Jumapili inayokuja ile nayo takuwa na ambayo huwa yanafanyika kwenye section zetu, na hayo kwa safari hii kwenye section yetu yatafikia. Tupo hapa kwa jambo la furaha. Karibuni sana na tujiandae kufurahi. Jina la Bwana libarikiwe. Asante. Basi pasipo kupoteza muda mahali hapa waimbaji wetu watatuanzishia kwa dakika chache tu za kumsifu Mungu na kisha tutaendelea. Naomba tusogee hapa mbele waimbishaji. Asante kwa Roho Mtakatifu. Asante Mungu mwenye uweza. Asante Baba, Mwana, Roho Mtakatifu uliyetukutanisha siku ya leo. Tuko mahali hapa katika ibada hii Bwana, ya tangazo la uchumba. Ukawe na sisi mwanzo hadi mwisho Bwana, na kila kitakachofanyika hapa kikawe ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako Bwana. Tunajikabidhi mikononi mwako kupitia jina la Yesu. Nimeomba haya machache nikishukuru. Amen. 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 Basi karibuni watu wa sifa tukamtukuze Bwana.
makofi na vigelegele tuongeze kwa Bwana Yesu. Jamani, haleluya, haleluya. Yes. Haleluya, haleluya. Asante Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Asante kwa ajili ya mahali hapa. Asante kwa ajili ya wakati mzuri. Tunakwenda sasa Bwana katika ibada hii. Roho Mtakatifu ukawe nasi Bwana. Ukatuongoze, ukatusaidie. Mungu wa mbingu na nchi, peke yetu hatuwezi. Bwana, tunakushukuru kwa sababu unaenda kuwa pamoja nasi. Kupitia jina lako takatifu Yesu tumeomba haya na kushukuru. Amen. Ongeza makofi kwa Bwana Yesu. Haleluya. Naomba ukae pale ulipo. Wimbo wa kumtukuza Mungu wetu. Na kwa sababu jambo linalokwenda kufanyika hapa linakwenda kufanyika katika misingi ya kimungu, basi kwanza lazima Bwana apewe nafasi kubwa ya kumtukuza yeye. Amina, watu wa Mungu Amen. Basi pasipo kupoteza muda tunakwenda sasa kwenye hatua muhimu, na moja kwa moja mbele yetu tunaye mtumishi wa Mungu mchungaji Obed Gahanga. Yeye ndiye atatuongozea ibada hii. Ongeza makofi kwa Bwana Yesu. Haleluya, watu wa Bwana. Kama asubuhi kwenye ibada, sauti yangu sio rafiki sana, lakini naomba tuvumiliane, na ninajua kadri muda unavyoenda Roho Mtakatifu anaendelea kuipaka mafuta. Kwa hiyo naamini Mungu na ipo neema kwa ajili yetu. Hii ni ibada. Sema hii ni ibada. Ibada ya kutangaza uchumba. Ni jambo nyeti. Tena vigelegele, asante kwa aliyejitoa kwa vigelegele. Nataka nisikie shangwe na vigelegele tena. Baba yetu ni Baba wa utaratibu. Mungu ameshaweka utaratibu. Tunapoona tunafanya utaratibu wake, na yeye anafurahia. Kipengele cha kuweza kuwaita, lakini nitaomba wafanye haraka kwa wepesi kutoka kule waliko. Nataka tu kama kanisa tuweze kuelewa utaratibu, kwamba kwa nini tunafanya haya. Kiini cha na dhamira ya uchumba ni kuweka ahadi. Ni kuweka ahadi inayofanywa na watu wawili, na watu mbele za Mungu na mbele ya kanisa, ya kwamba wataoana. Mpigie makofi Yesu. Ahadi hii inakamilika kwa maneno ya vinywa vyao ambao very soon wataenda kusema, na dhamiri yao ya dhati mioyoni mwao. Ni vema ifahamike kwamba pete ya uchumba ni kitu cha pete ya uchumba ni, kuna wengine wanasema ni kitu cha ziada, sio lazima, lakini ni jambo la maana. Sasa watu wa Bwana sawa sawa, watu hawa wanaweza kufanya uchumba. Kuna sehemu nyingine usipikashangaa mtu anaweza kufanya uchumba pasipo kubishana na nini pete, ukasema imekuwaje? Ishu iko ndani ya nini? Kwa nini tunafanya hivi kama kanisa? Tunafanya hivi kama kanisa, kama tamko la hadharani kama hivi, kwamba hawa wawili wanaanza mahusiano yanaowaandaa kuingia katika ndoa, na kwamba wanaahidi kufunga ndoa, na tamko la kuashiria watu hawa wawili wako huru. Sasa ninaomba tufanye jambo moja. Wanatakiwa wawe yanaendelea, kwa sababu tukiloka kipengele unaendelea, kwa sababu anayetakiwa kuingia ni mwanaume, then atapata binti. Kama ni wimbo, kama ni wale walioandaa, naomba tufanye utaratibu wa kumleta kwanza mwanaume,
Asante sana. Wakati huu naomba ufanye maandalizi ya kumleta anayetakiwa kuletwa. Naomba mweke wimbo kwa ajili ya, nafikiri hayuko mbali, ila wanapokuja shangwe uchumba ni tamko la hadharani mbele ya kanisa, kama walivyofanya, ya kwamba wawili hawa wameanza mahusiano yanayowaandaa kuingia katika ndoa, na kwamba wanaahidi kufunga ndoa. Tamko hili ni la kuashiria kwamba wawili hawa hawako huru kwa mahusiano na mtu mwingine yoyote. Hawana mahusiano na mtu mwingine yeyote yanayoelekea kwenye ndoa. Linapofanyika kwa wazi kabisa mbele ya kanisa, linawaleta wawili hawa heshima mbele ya kanisa, linawaletea kanisa heshima mbele ya jamii, na kuwaletea heshima mbele ya wazazi wao. Na kwa kufanya hivi sasa, kama kanisa, ni hatua ya kwanza kwa maandalizi ya ndoa inayotarajiwa, na kwa tangazo hili wanajiweka watu na kujitenga kwamba kila mmoja wao sasa anatayarisha kuja kuwa mwenzi wa mwenziwe. Baada ya tamko hili ndipo vikao sasa, yaani hapa sasa wakileta kwamba vikao vitakweje, itakuwa ni rasmi. Mpigie Yesu makofi basi. Na si hivi tu, kwa kuwa ni hadhara kwa tamko hili, kanisa hili tutaomba maombi ya kuwabeba wawili hao katika kipindi wanapoandaa kuingia katika maisha yao ya ndoa, na wanatoa nafasi kwa uongozi wa kanisa na kupata fursa ya kuwashauri wahusika wa karibu kwa undani zaidi juu ya maisha ya ndoa na kama mpango wa Mungu. Mpige Yesu makofi. Na kwa wakati huu tunaingia kwenye tendo la
la tamko ambaye huyu mwanaume atatoa tamko mbele ya wanadamu na mbele ya Mungu, na nitasoma haya. Baada ya kuyasoma, kama yatakuwa sawa, utasema ndio na Mungu anisaidie. Steven, unaahidi kwamba huyu Steven, unaahidi ya kwamba huyu Leticia ndiye mwanamke ambaye utaoana naye, na unaahidi kutunza utakatifu wako kwa Mungu na kujiweka wakfu ukisubiri kufunga ndoa takatifu na huyo. Kama ndio utasema ndio na Mungu anisaidie. Ndio na Mungu anisaidie. Leticia, unaahidi ya kwamba Steven ndiye mwanamume ambaye utaoana naye, na unaahidi kutunza utakatifu wako kwa Mungu na kujiweka wakfu ukisubiri kufunga ndoa takatifu na huyo. Kama ndio utasema ndio na Mungu anisaidie. Sasa huyu Steven, ninaamini kwamba ana amana ya kutangazia umma kwa ajili ya huyu ambaye ni pete. Sasa pete uchome Asante kwa wema wako na kwa neema yako. Naisogeza pete hii ya uchumba, ni hatua ya Baba, ukawalinde, ukawatunze, wakawe waaminifu kwenye hiki kipindi, wakati wanasubiri ndoa takatifu. Enda kuwapa neema, enda kuwalinda, enda kuwatunza, enda kuwasaidia, enda kuwashika mikono kama ishara ya uaminifu. Neema yako ikawe kubwa katika jina lako Yesu Kristo. Naomba na kushukuru. Amen. Sasa naomba utamrudisha Petro mgeukiane. Kwa pete hii na kuahidi wewe Leticia ya kwamba nitaoana nawe. Iweke sasa tu, wakati unaenda kuweka, yani hii inaenda na rhythm. Nitakapoweka Leticia tu ndio utasiweke moja kwa moja, taratibu unaenda. Kwa pete hii na kuahidi wewe Leticia ya kwamba nitaoana na wewe, na muomba Mungu anisaidie kutunza ahadi yangu. Sema amen. Sasa
uambie sasa kwa nani yako, mpe hiyo nani maiki. Unasema kwa pete hii na kuahidi wewe kwamba nitaoana na wewe, namwomba Mungu anisaidie nitunze ahadi yangu. Amen. Mimi ninakuabudu, mikono yangu ninainua, mimi ninakuabudu. Kwa pete hii niliyoipokea, kwa pete hii niliyoipokea, na kuahidi wewe kwamba nitaoana na wewe, namwomba Mungu anisaidie nitunze ahadi yangu. Amen. Asante Mungu mwenye uweza, mwenye mamlaka. Tunakuja mbele zako Bwana. Asante kwa ajili ya wakati huu. Roho Mtakatifu ambaye umekuwepo sasa katika zoezi hili Bwana, katika ibada hii. Roho Mtakatifu umeshuhudia katika ushanaji wa pete Bwana na ahadi zilizotolewa kwamba sasa wawili hao wamekusudia kuweza kuoana, na hii Bwana ni moja ya hatua muhimu ya kufikia ule mwisho wenyewe katika jina lako takatifu. Tunaomba Bwana mahali hapa kwa madhabahu yako wamepiga magoti haya katika jina la Yesu. Naomba Roho Mtakatifu ukawatunze, ukawalinde, ukawaponye, ukawatetee kila roho mbaya, kila roho chafu, kila roho mtakatifu zikashindwe katika jina la Yesu. Kawafanikishe, kaongoze Bwana njia zao kwa mamlaka ya jina la Yesu, katika jina la Bwana Yesu. Unaweza Bwana, asante Bwana, katika jina la Yesu ninawakabidhi Yesu ikawe moja moja. Oh Bwana, Yesu jana na binti watunze, walinde, waongoze Bwana, wasaidie, waepushe na ajali, waepushe na kila uharibifu, waepushe na kila roho mbaya, Bwana ukawavushe na kuwapigania katika jina la Yesu. Bwana walete utukufu katika jambo hili Bwana, wakafikie ule mwisho salama katika jina la Yesu. Baba, tunaomba wote tuseme amen. Amen. Kilichofanyika hapa ni uchumba na sio ndoa. Ningesikia watu wakishangilia. Walifunga uchumba kama huu, walifanya uchumba, alafu kuna huyo mume akawa anaenda kuchukua vitu Iringa, si wakapigiana simu wasindikizane wawili, alafu kilichokuja kutokea ikawa ni shida. Kwa hiyo ndio maana hii tunasema hii hawezi wakaamua kwamba wanaenda bichi wakiwa wao wawili, kwamba tunaenda sasa kupanga mipango yetu si wawili peke yetu. No, lazima wawe na mtu katikati. Sasa hii sio ndoa, ni lazima wawili hawa wazingatie kutunza utakatifu. Take that note. Kutunza utakatifu katika kipindi chote na kutunza ushuhuda wao. Waepuke ukaribu uliopitiliza. Waepuke ukaribu uliopitiliza na hata unaoweza kupelekea kuvunja heshima ya Mungu. Na watu wengi wanaharibu huu. Tushakuwa wachumba, nishatoa mahali, hamna shida.
Kumbe vitu vingi vinaanza, mnaingia kwenye ndoa kwenye msingi mbovu. Hapo watu wanasema bora tusifunge ndoa, mbona nimekaa muda. Lakini naamini hawa unavyowatazama wako safi na watatunza ushuhuda. Mpigie Yesu makofi. Baba, ninakushukuru kwa wema wako. Asante kwa watu hawa, utawabariki, utawatunza, utawapa afya, utawapa uzima kuelekea kwenye ndoa takatifu. Wape afya, wape neema, ukawape nguvu, ukawape uzima katika jina la Yesu. Amen. Sema amen. Sema amen. Alikuwa ameshatoa akasema, pamoja na kwamba na mimi amenipa zawadi ya pete ya uchumba, lakini mimi binti nina zawadi. Nakuta mwingine anampa kiatu, mwingine anampa saa, mwingine anampa leso, mwingine anampa Biblia. Kwa hiyo na mimi naambiwa na mimi nimenunulia, na mimi nina zawadi, nataka ingie kwenye rekodi. Kwa hiyo kwa wakati huu tutakapomaliza hapa, mtamita mchungaji, ataongea machache. Huduma ya kichungaji kama ibada itakuwa inaishia hapa, then itafata sasa kama watu kama zawadi na vitu vingine. Sasa watu wa Yesu. Kwa hiyo naomba kwa upande wa hiyo zawadi sasa, naomba ugeuke na kwa hiyo pamoja na kwamba wewe umepokea, kwa hiyo amekupa pete, alafu wewe unampa hiyo zawadi. Sasa kwa hiyo utampe ile maiki. Kwa wapi ile maiki nyingine? Mpe ni yule sasa. Sasa utarudia nyuma yangu. Kwa zawadi hii na kuahidi wewe kwamba nitaoana na wewe. Namwomba Mungu anisaidie na kuitunza ahadi hii. Sasa mkabidhi, hapo piga vigelegele. Naona Stephen anatabasamu kweli kweli. Kwa nukta hii mchungaji mawili matatu, then baada ya uchumba itakuwa imeisha, itapata kama ni MC au utaratibu kwa ajili ya vitu vingine. Haleluya. Bwana asifiwe. Hebu basi nione mkisimama kutegelekele. Jamani, hili ndio tukio ambalo tulikuwa tunalisubiri kwa hamu, kwamba ndugu Steven au kijana wetu Steven na binti yetu Leticia wakitupa ujumbe. Kwa kifupi si huwa tunasema kutangaza nia. Kwa hiyo wametangaza nia. Jamani, makofi kwa Bwana Yesu. Haleluya. Nafikiri tumesikia jamani sera zao. Tumezisikia, hatujazisikia? Tumezisikia Asante sana. Sasa baada ya sera hizi walizotupatia, maana yake baada ya hapa siku chache za mbeleni kutakuwa bila shaka watakuita
kutakuwa na vikao na nini, kwamba ukahusike katika kutoa uamuzi wa wao kuwa pamoja. Kwa hiyo siku au watakapokupa huo mwaliko sasa, ukawe tayari kwa kushirikiana ya kamati na vitu kama hivyo, ili kuwapeleka kwenye ule mwisho wenyewe. Jamani, amina. Ongeza makofi mengi sana kwa Bwana Yesu. Mimi ni washukuru tu vijana wetu, nikianza kijana wangu Steven, lakini na binti yangu Leticia, kwa kutukutanisha mahali hapa na kwa kutupa tangazo hili. Sisi tumefurahi na tunaamini ya kwamba limekuwa ujumbe mkubwa, na Yesu mpaka hapa anatukuzwa. Jamani, amina. Na kwa sisi ambao bado hatujaingia kwenye hatua hii, tujue ya kwamba tunapaswa kufuata utaratibu ambao unatakiwa, ili siku moja tuje na sisi tufikie kwenye hatua hii kwanza, alafu zeni tufikie kwenye ile hatua ya mwisho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tusiwe na chumba za vichochoroni vya siri. Hizo zinakuwa ni zile ambazo zinaondoa utukufu na heshima kwa Bwana Yesu. Jamani, amina. Mambo kama haya yanakuwa wazi namna hii, na kila mmoja anajua kwamba hawa sasa wawili wa chumba. Na kwa kupitia tangazo hili niweze kusema kwamba kama alikuwepo binti weza mahali hapa akasema, Steven vipi huyu Steven huyu Steven inakuaje huyu, akawa ana mawazo fulani, lakini kwa kupitia tangazo hili kwamba Steven ametuambia yeye kisha bukiwa. Jamani, amina. Yaani kwa tangazo hili Steven anasema kwamba yeye amesha bukiwa. Kwa hiyo tayari ameshabukiwa. Lakini nafikiri vile na dada Leti, jamani, naogopa kukosea, huwa nachanganya Teresia na Leticia. Ni Leticia, si ndio? Kwamba pia na Leticia kule alikotokea kwenye kanisa letu zuri la DCRC exactly, kwamba napo kuna vijana walikuwa wanasema huyu dada Leticia namna gani vipi, lakini kwa tangazo hili leo unawaambia au wamepata ujumbe kwamba tayari amekwisha bukiwa. Makofi kwa Bwana Yesu. Jamani, haleluya. Safi kabisa. Inapendeza, haipendezi? Raha sio raha? Tunapaswa kuiga, tupaswe kuiga. Nipende tu kuwatia moyo vijana wetu na wote ambao bado hawajafikia kwenye hatua hii kwamba bado Yesu yupo, na Yesu anasema endelea kumtazama. Jamani, amina. Anakwenda kukutokea na wewe, yuko njiani kukujibu majibu yako, na wewe utatuleta mahali kama hapa saa itakapofika. Jamani, makofi kwa Bwana Yesu. Haleluya. Asante sana. Sasa ni ruhusu kama kutakuwa kuna mataji au vitu gani, naomba basi tunaweza kuja tukawashika mkono mara moja kwa dakika 2-3, wakati naandaa utaratibu mwingine. Studio, tupe wimbo. Asante. Basi wakati huu ningependa twende kwenye zoezi la picha, kwenye zoezi la matukio ya picha, tukio la picha. Asante. Basi naomba kuanzia sasa napenda nianze kutumia majina la bwana na bibi harusi watarajiwa. Mnaniruhusu?
Mnaniruhusu eh? Haya, makofi mengi kwa Bwana Yesu. Haleluya. Asante sana. Asante. Naomba tupate picha kidogo za ukumbusho, picha kadhaa. Naomba kidogo nyinyi mabesti tuwaache kidogo wachukue kwanza picha wao wenyewe kama walivyo. Naomba tupate picha moja. Tupate picha kwanza wao wenyewe. Haya, naomba tupate picha maharusi wetu watarajiwa na wawakilishi kutoka upande wa kijana au wa kiumeni, wawakilishi kama mama, baba na wengine ambao waliopo. Sisi ambao mabesti tunaweza tukawaacha sasa maharusi wetu watarajiwa na kutoka upande wa kiume au wa kijana, upande wa binti wawakilishi, naomba tuje tupate picha. Kaniketisha na wakuju, umeniheshima, ukanifuta machozi, asante ubaba, hata shukurani zangu. Kama kuna mama mchungaji, naomba uje hapa tupige picha pamoja. Mama mchungaji, kama uko mahali hapa. Tupate picha na maharusi wetu watarajiwa. Karibuni kutoka mahali hapa au kule DCRC. Karibuni kwa ajili ya kupata picha. Wazee wa kanisa au wawakilishi. Sasa mara baada ya tukio la upigaji picha tutakuwa baada ya kuishia hapo kwenye zoezi letu la kupata picha. Sasa naomba twende kwenye hatua nzuri ya pongezi. Jamani, Bwana asifiwe. Tuko tayari? Tuko tayari? Sasa hapa nina vikundi vichache, lakini wewe unasema hakika leo nimekuja katika tukio hili, siamini Steven na Teresi na Leticia kwamba leo wamefikia hatua hii, na mimi kwa kweli siwezi kunyamaza, nataka niwapongeze. Basi karibu tuletee hapa taarifa yako, na wewe pia usijui Mtoni Kijichi, sijui kule DCRC ni Mtoni Kijichi Asante sana. Alafu kuna Siezi, alafu kuna Benatis, alafu kuna wageni. Sasa naomba kwa kusoma hivyo tujiandae, watakapokuwa wanatoka hao wanafuata hao. Tutakapokuja hapa basi tuwape mkono wa pongezi na pia tupate nao picha. Basi naomba studio sasa moja kwa moja kwa ajili ya salamu au pongezi zao kwa vijana wetu, kwa sababu wamemheshimisha Kristo lakini na kanisa pia. Karibu, na utawaleta kwa wimbo. Karibuni. Jamani, vigelegele kwa Bwana Yesu.
Simama, wewe ni mtu mwingine, eti kwa nini na wewe ubaki ukuona vyeo sawa, walikusaidia kwa shiko upate kama ilikuwa msaada wasingekudhalisha, walizoea kila jambo tena kutoka kwa utu wanaovia, wamewekwa kando wamepata nafasi. Mchenga, popote ulipo, sogea mara moja, twende kwa namna hiyo. Asante, asante. Wageni wetu, wageni waliotufikia siku ya leo, jamani, karibu, naomba tusimame tucheze jamani, leo ni siku ya furaha, siku ya shangwe. Ikube, popote ulipo, karibu pamoja na mke wako Ikube, Mr. and Mrs. Ikube, karibuni. DJ weka muziki. Cheza boys. Haujafika mahali hapa kuja kutoa mkono wa pongezi, sio lazima uwe na zawadi, mkono wako tu unatosha. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni. Yesu ametenda, waliosema hebu tumuone atafika wapi, wakaseme tena. Waliosema hebu tumuone na Mungu wako, wakaseme tena. Najidai sana, hebu tumuone, wakaseme tena. Kwa haya Mungu aliyotenda Daudi, wakaseme tena. Waseme tu, waseme, wakaseme tena. Mani Yesu simwache mimi, waseme, wakaseme tena. Jamani, njoni muone amefanya tena. Jamani, njoni muone amefanya tena. Jamani, huyu Mungu amefanya tena. Jamani, njoni muone amefanya. Sielewi nilielewa nilikitamani Mungu amefanya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mungu awabariki sana. Nadhani zoezi letu la zawadi limeishia hapa. Mungu awabariki. Nashukuru sana. Basi nilikuwa nataka nikosee jambo moja. Unajua hapo tulikuwa kwenye ibada na tulitaka kulivuka jambo moja muhimu sana. Vijana wetu kwa hatua nzuri waliofikia. Jamani, hatua nzuri mbaya. Kwa hiyo tulikuwa kwenye pongezi. Sasa naomba tuwekee chombo hapa ili tuweze kutoa sadaka. Kuna mtu amekuja na sadaka yake. Anasema nashangaa kwa nini imekuwa ibada ambayo imekosa sadaka. Sadaka. We mama, hiyo ni kitu kingine. Naomba kikapu cha sadaka. Tunamwalika Roho Mtakatifu sasa kwenye hatua hii nyingine Bwana ya kukutolea sadaka katika ibada hii. Roho Mtakatifu kaonekane, ukatembee, ukae pamoja nasi katika jina la Yesu. Naomba haya machache nikishukuru kupitia jina la Yesu. Amen. Haya, naomba sasa pambio nzuri, watu wanakwenda kumtolea Mungu sadaka. Bwana
nasema asante Baba. Bwana, ninayo furaha kwa yote umenitendea. Bwana, ninayo furaha, ninasema asante. Bwana, 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 ninayo furaha yote umenitendea. Bwana, Ninayo furaha, ninasema nasema asante. Bwana, 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 Ninayo furaha Asante, asante Baba yetu katika jina lako takatifu. Asante kwa ajili ya wakati mzuri, kila mmoja aliyenyosha mkono wake kutolea. Lihimidiwe Bwana na litukuzwe jina lako. Unastahili sifa Bwana, unatosha, hakuna kama wewe Bwana. Tunakubariki kila aliyenyosha mkono wake Bwana, ukambariki ukamzidishe pale alipotoa, kupitia jina la Yesu uliye Bwana na Mwokozi, ninaomba nikishukuru, amen. Niweze kuona wale ambao wameungana na sisi katika ibada hii, nikizingatia makundi mawili tu, wale waliokuja wakitokea upande wa binti, kama ni rafiki, kama ni ndugu, jamaa, baba, mama, watasimama watatupungia mkono na sisi tutabarikiwa, lakini vivyo hivyo kwa upande wa kijana. Kwa hiyo niombe basi niwainue wale wote ambao wameweza kuungana na sisi katika tukio hili la ibada hii ya ibada hii ya kutangaza uchumba, wale ambao wamekuja hapa kwa mgongo au kupitia kijana wetu Steven Mtambo, nikianzia na wazazi, ndugu na yeyote yule, lakini wewe umekuja hapa kwa kumfuata au kwa mwaliko au kupitia kijana wetu Steven Mtambo. Naomba pale ulipo usimame, utatupungia mkono na sisi tutakuwa tumebarikiwa. Naomba tusimame. Asante sana, asante sana, asante sana. Vivyo hivyo kwa binti yetu Leticia, ambaye unajua umekuja hapa ukijua Leticia ndio amekuwa sababu ya kukuleta na umefika mahali hapa. Pale ulipo ukiwa mzazi, ukiwa ndugu, rafiki na yeyote ile, usimame na utatupungia mkono na sisi tutafurahi kuona salamu zako ukitupungia mkono. Naomba tusimame. Asante sana, asante sana, asante sana. Basi nipende kusema karibuni sana. Tumefurahi kuungana na nyinyi katika ibada hii. Jamani, amina. Asante sana. Na kipekee tatoa nafasi mbili, upande wa kiumeni au wa kijana na wa kike, kule upande wa binti, kama watakuwa wana neno lolote la kusema. Jamani, Bwana asifiwe. Na hapa nazungumzia baba au mama au mwakilishi yoyote kwa neno lolote la kuzungumza kufuatia tukio hili. Naomba nianze upande wa Steven Mtambo. Baba. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mimi kama mzazi wa Steven napenda kwanza kuwashukuru wote mliofika katika kusanyiko hili kwa madhumuni hayo. Naona mwanzo ni mzuri kwa kweli. Amen. Pigie Yesu makofi. Naona mwanzo ni mzuri. Wanasema dalili ya mvua ni mawingu. Wanasema nyota njema huonekana asubuhi. Nikiangalia sura hapa naona kila mtu ana bashasha na furaha. Kwa kweli sio mwongeaji sana kwa siku ya leo, ila naomba kila mtu akitoka hapa awaombee hawa vijana wetu, awaombee ili jambo lao hatimaye lifanikiwe. Maanake kama ujenzi huu naweza nikasema ni hatua ya msingi
sasa hivi tumejenga msingi. Kwa hiyo hatimaye tunataka tuanze ujenzi na nyumba baadaye ikamilike, nikiwa na maana ya ndoa kamili takatifu. Na aliongea mchungaji kwa kweli yote, na hakika vijana watafuata, na hakika, au sio Steven? Au sio mama? Kwa hiyo tunashukuru, tunaomba tumtangulize Mungu kwa kila jambo. Ndio kitu ambacho pekee naweza nikawaasa ndugu zangu wote ambao mmekusanyika kwa ajili ya engagement. Wazungu wanasema engagement party. Sisi tunasema kama mchungaji alivyosema hapa, kutangaza nia. Kijana amekuwa, na mimi nikiwa kama mzazi nikiona kijana wangu amekuwa, alafu amefikia hatua kama hii, na mimi naona kama kwa kweli sasa uzee umekuja. Naona kabisa uzee ushapiga hodi. Kwa hiyo mimi najua tu mko mtaani nitasalimiwa sana kwa ajili ya Stephen. Amina. Nashukuru sana katika hilo. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno mengi ameongea baba. Huyo ni mzazi wa Steven, baba yake mkubwa, kwa sababu baba mzazi yuko kikazi kule Mafia, na mimi ni mama yake mzazi. Neno langu ni moja tu, kwamba nimefurahi Steven pamoja na Leticia wametuheshimisha sana. Amina. Na nyongeza, ninapenda kusema kwamba tunawakaribisha wote pale nyumbani. Kuna chakula kimeandaliwa kwa ajili yetu wote. Karibuni sana, karibuni mno. Unasikia maneno hayo eh? Ukitoka hapa usiende kushoto wala kulia, nyosha. Asante. Basi upande ule tunaomba tusikie kama mama, baba, mjomba au mwakilishi kwa neno lolote. Tunakukaribisha. Tunapenda kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunafurahi sana kuingia imani humu siku ya leo. Tunamshukuru Mungu sana kwa hatua ya vijana wetu. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Ninayo amani, ninayo furaha, ninauona utukufu wa Mungu, ninaiona hatua mpya ambayo vijana wetu wanaenda kuianza. Bwana Yesu asifiwe. Haikuwa rahisi, lakini ni kwa neema na mkono wa Mungu umewabeba, ndio maana umefika mahali hapa. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Tuzidi kuwaombea vijana kwa sababu ni hatua ya kwanza, ndio kwanza wameanza, safari bado inaendelea. Mimi kama mama, kwa niaba ya familia, ninazidi kuwaasa vijana wazidi kumpenda Mungu zaidi na zaidi, na waweze kusimama katika misingi ambayo Mungu anaitaka. Bwana Yesu asifiwe. Sina mengi sana kuongea, ila nina machache. Tuzidi kuwaombea, tuzidi kuwashika sana katika maombi, maana kufika mpaka siku ya ndoa sio kazi rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji nguvu ya Mungu, tunahitaji uwepo wa Mungu uweze kutawala sana katika maisha yao wanayoenda kuyaanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuzidi kuombea sana. Hivyo namkaribisha shangazi yake kwa niaba ya babake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wanasema mkikaribisha wageni mwakaribisha malaika. Na mimi namshukuru Mungu kwa sababu tuliambiwa watakapowakaribisheni mkiondoka mkungute vumbi muachie. Bwana asifiwe. Mimi ni shangazi yake Leticia, kakaangu yuko kikazi Sengerema, kwa hiyo nimemwakilisha kama shangazi yake. Namshukuru Mungu kwa ajili ya Leticia na kwa ajili ya vijana wote. Kwa sababu nasema kama ni jinsi gani Biblia inasema hivyo. Kijana aisafishe njia yake kwa kulifuata neno la Mungu. Namshukuru Mungu wamefanya hivyo mpaka wamefikia hatua hiyo. Kwa hiyo tunamuomba Mungu tu hatua ile iliyoanza wakaimalize salama. Amen. Asante sana.
Tunashukuru kwa maneno mazuri kutoka kwa wazazi wa Steven, lakini pia wa Leticia. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Basi nipende kusema tu kwamba na sisi kama kanisa la Tanzania la Tanzania Assemblies of God Mtoni Kijichi tumejisikia fahari, tumejisikia vizuri kwa ajili ya vijana wetu kuchukua hatua hii na kwa kufuata utaratibu. Jamani, amina Tunaamini kwamba Kristo ametukuzwa, ingawa bado wana jambo la kufanya ili kufikia katika ukamilifu wake, lakini tunaamini hata hapa bado ni hatua nzuri. Kwa hiyo nipende kusema vijana wetu Steven na Leticia, Mungu awabariki sana. Tumefurahi, tunawaombea Mungu na nyinyi pia mzidi kumwomba Mungu ili mkafikie mwisho ule mzuri. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Jamani, makofi mengi kwa Bwana Yesu. Nipende kusema tena karibuni nyote mahali hapa katika ibada zetu. Ibada zetu ni Jumatano saa 10, Ijumaa saa 10 na Jumapili kuanzia saa 1:30 mpaka majira ya saa 6. Ibada zetu tunafikia mwisho. Karibu tuweze kushirikiana nawe katika ibada zetu. Tumefurahi kuungana na ninyi nyote. Naitwa mchungaji msaidizi Kristo Mgakongwa. Nawapenda sana. Jamani, Bwana asifiwe. Amina. Lakini niko na mama mchungaji, naomba na mimi nionyeshe kwamba nilipita kwenye hatua kama hii. Mama mchungaji, wapungie mkono, embu wageukie. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa baada ya hatua nzuri tulioipiga, wakati huu tumefikia mwisho. Amina jamani. Amina. Amina. Asante sana. Basi mimi nimshukuru Mungu, alafu nitaanza kumtoa kijana, maana walikuja kwa zamu na ndivyo watakavyotoka. Kwa hiyo naomba wale wenye kuwapokea na shamla na vigeregere tutafanya hivyo. Jamani, amina Asante sana. Naomba usimame pale ulipo. Baba, asante kwa hatua zote. Asante hata kwa ajili ya vijana wetu kwa kutupa ujumbe huu mzuri siku ya leo, na baada ya hapa kuna hatua zitakazofuata. Tuongoze salama kanisa, lakini waongoze salama vijana wakafikia mwisho ule mzuri. Baba, tunaomba endelea kuwalinda, endelea kuwaponya, na wote walioshiriki tukio hili wakatoke hapa wakiwa na furaha na amani, na Bwana Yesu kaendelee kuwalinda na kuwatunza na kuwaongoza salama katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tumeomba haya machache tukishukuru kupitia jina la Yesu. Amen. Haya, naomba lete wimbo tumtoe kijana na besti wake, alafu atafuata binti. Karibu jamani, naomba karibuni sasa, furaha na njeremo, tutoke na kijana anapoelekea. Karibuni. Basi tunaweza kutoka. Jamani, vigelegele viko wapi wapendwa? Haya sasa. Njeremo. Haya, karibuni kwa kumtoa binti yetu. Oh